Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Natumai mu wazima wa afya njema. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Yohana Isaya. Ninalo neno zuri la kuweza kushare pamoja na wewe siku hii leo. Ningeomba unifuatilie kwa makini ili tujifunze pamoja. Zamani nikwambie kwamba hii ni wiki ya urejesho wa maisha yangu. Wiki ya urejesho wa kiroho na kimwili. Ni wiki ambayo tunahitaji kurejesha yale yaliyoliwa na tunutu na maadui. Ni wiki ambayo tunahitaji kurejesha mali zetu, fedha zetu, ndoa zetu, uzao wetu na kila kitu kilichoibiwa na kuliwa na tunutu. Urejesho ni tendo la Mungu kumrudisha mtu katika hali yake ya awali ya baraka na neema, utukufu, afya na mahusiano. Pia huduma ambayo unahisi umepoteza au imeharibika kabisa. Ninapozungumza huduma namaanisha huduma ya kiroho. Yawezekana wewe ni mchungaji, yawezekana ni mwinjilisti, yawezekana ni mwalimu, yawezekana ni nabii, lakini unaona ulikoanzia ni kama hauko sawa. Mungu anasema ni wakati wa urejesho. Siku ya leo nataka nianze kukueleza kwamba urejesho ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Urejesho ni kitu muhimu sana kwenye afya ya kiroho na kimwili. Urejesho ni kitu muhimu kwenye maisha yako. Ndoa yako imeharibika, uko kwenye mateso, unaona ndoa haieleweki. Hebu chukua muda wa kutafakari neno hili, alafu mwambie Mungu, rejesha kila kilicholiwa. Nisikilize nikwambie, acha tusome Biblia katika kile kitabu cha Yoeli sura ya 2 na ule mstari wa 25. Anasema hivi: nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parara na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayarika kamwe. Sikiliza, anasema atarejesha miaka iliyoliwa. Hiyo miaka imeliwa namna gani? Maisha yameliwa, fedha imeliwa, watoto wameliwa, ndoa imeliwa, kizazi chako kimeliwa. Lakini Mungu anasema naye atarejesha vyote vilivyoliwa na tunutu, madumadu, balare na kila kitu kilichokula maisha yako. Leo Mungu anakwenda kurejesha yale ambayo uliona kama umepoteza. Unajua, acha nikwambie mwana wa Mungu, imefika wakati umekata tamaa kwenye ndoa yako. Yawezekana ni mwanamke uko hapo unanisikiliza, au ni mwanaume uko hapo unanisikiliza. Ndoa yako ni miaka sasa hujawahi kupokea mtoto wala kusikia hali ya kiujauzito ndani ya tumbo lako. Lakini nataka nikwambie, ni shetani amekula nafasi ya maisha yako. Ni shetani amekula nafasi ya ndoa yako. Ni shetani amekula nafasi ya kizazi chako. Lakini yupo Yesu anahitaji kurejesha hicho kizazi chako. Ni watoto wako wameharibika, hawakuelewi hata unachokisema, hata unachozungumza hawataki kuelewa. Wengine wamekuwa ni wavuta bangi,
wengine wamekuwa ni machokoraa, wengine hawataki kusikia habari ya baba wala mama.